Ni kitu fulani ambacho kimekuwa kikiongelewa kwa muda mrefu. Mwezi wa Januari umeanza on top notch haswa katika vifo na mauaji ambayo yamekuwa yakiendelea katika sehemu tofauti nchini. Na moja kati ya stories ambazo zimezungumziwa sana ni kisa ambacho kimetokea hapo jana baada ya binti mmoja, inaaminika mwanafunzi wa miaka 24, ambaye alipatikana baada ya yeye kuweza kuuawa na kukatakatwa vipande vipande na mpenzi wake. Inaaminika jamaa ambaye alikuwa katika mahusiano na huyo binti ni mwanaume wa asilia ya nchi ya Nigeria. Alikuwa amekwenda akahaya an Airbnb kwa ajili ya burudani na kuweza ku have a nice time with the lady, lakini mwisho siku mtafaruku ukatokea kule, akamuua yule binti. Ila hata baada ya kumuua, sijui unyama uliopitiliza mipaka, akachukua wakati wake mzuri, akamkatakata binti mikono na nini, afu akamtia kwenye vibagi vya plastiki, akaenda akatupa mwili wake kwenye dustbin. Mwili uliokotwa na maafisa wa polisi ambao waliitwa kutokea katika kituo cha polisi cha Kasarani, wakaupeleka kule mochwari na kwenda kufanyiwa uchunguzi. Hiki sio sio kisa cha kwanza. Wiki moja iliyopita dadake kasisi tajika hapa nchini Kenya, Pastor Victor Kanyari, ambaye alitambulikana kama Starlet Weru, alipatikana kama ameuawa na kudungwa visu kule kwenye apartment kule katika sehemu ya South Bay. Kisa hiki, mshukiwa mkuu alikamatwa akitambulikana kama John Matara, na hata baada ya wingu hili la simanzi alijapata kuondoka katika Jamhuri ya Kenya, na visa ambavyo vimetajwa kuhusishwa na huyu jamaa Matara, hata kesi yake kama haijafika kotini, kisa kingine kama hiki kimetokea Airbnb. Na ndio maana Wakenya wengi kwenye mitandao ya kijamii leo wametokea na kuongea kuhusiana na maneno aliyoyasema Reverend mwenyewe Mr. Shadfie Weru, mtangazaji mkubwa kutokea katika alikuwa akifanya kazi katika redio alikuwa akifanya kazi katika redio ya Homeboyz Radio wakati aliyasema maneno yale. Now, maneno ya Shadfie Weru yalimletea shida sana wakati alipata kuyasema akiwa kwenye redio. Wakati yule walikuwa na nani yule? Walikuanga na DJ John Falme. Na baada ya kuyasema maneno yale, Shadfie hata aliipoteza kazi yake pale ndani ya Homeboyz Radio, watu wakidai ya kwamba Shadfie is mtu ambaye anafunza sijui mabinti wetu nini. Unajua Shadfie criticized women, akaambia wanawake muwe waangalifu sana kwa watu ambao sio kila mtu akikutongoza maana na hela na ni mzee kukuliko unaona tu nafasi ya kwenda kumchomoa mihela fulani. So fanya vema, uwe unachunguza mtu ambaye unakwenda naye, mtu ambaye unalala naye. Usiwe tu kiguna njia, upo hapa upo kule. Maana hizi Airbnb ambazo mnapelekwa kila kukicha, ndipo wengi wenu wanauawa. Na watu walisema Shadfie was insensitive back then. But right now, ukikaa kidogo hivi uangalie, Shadfie Weru spoke the truth. Shadfie aliongea ukweli. Now, nikisoma a few reactions pale kwenye mtandao wa Twitter, namwona Aaron Mutai akisema femicide is always lauded whenever it's a woman involved in a thing. Let it be a man. Damn, it goes the Shadfie Weru ways, even if it's facts being said. Let a man be done otherwise. It seems it falls on Zobi's ears. Now, Shadfie said something and fought for something, tried to advise people. But what did they do? What they did
is crucify him for telling the truth. Now, netizens have called for the eviction of Shadfie Weru, who faced backlash and dismissed from Mombo's radio due to the controversial remarks he made cautioning women against trusting straight men and going to the Airbnbs with them. Vindicate Shadfie. Sure you should. A reverend was always right. Hivyo mambo yalivyo, ila kile tunacho waarifu mabinti wetu, mjihadhari sana. Ulimwengu unaharibika kila kukicha. Dunia rangile itakuponza hii usipokuwa mjanja. Kuwa mjanja hata kama ni hela unatafuta. Huyo mwanamume ambaye unasema you can't roll with broke boys, huyo broke boy atakuja kufanikiwa siku moja. Ni siku tu, ni muda. Unaelewa, katika nchi zetu na katika mila zetu za Kiafrika, we are designed to take a certain time before tufikie mali ipo. So we have to fight to reach there. But when you make us fight alone, we shall enjoy our world alone. Na tukienjoy mali yetu peke yetu, itakuwa vigumu sana kuweza kuhave watu ambao ni warika yetu. Tutakuwa tunawaendea tu mabinti wadogo. Ndivyo mambo yalivyo na ndivyo ulimwengu ulivyo. Aswa, acha nikuulize. When you are 21 and 22, upo unataka mwanaume ambaye ako your age mate ama ako 23, 24. You wanted a man at 40, a man at 35, a man that has made it. Now that man alikataliwa na mabinti wake na mabinti wa rika yake wakati alikuwa mchanga. What does the man do? The man decides. Unajua nini? Ile time watu wa rika yangu tulikuwa nao tukua wachanga, walinikataa maana sikuwa na kakitu. Now right now I've built an empire for myself. What can I do? Nina pesa. Utu binti tudogo tunataka acha nikula hizi vitu tight, hizi vitu ndogo ndogo, hizi vitu, hizi machungwa zimeiva hizi. That's it. Na akikukula iende wrong 1 2 3 kabutu wewe. Ni hayo kwa sasa, tuungane in our next video. Usisahau, hii ni FM Show KE.